Safari ya kurudi shuleni ilikuwa kimya kuliko kawaida. Gari la CEO Twaribu lilikuwa linapita taratibu kwenye barabara ya Bagamoyo, upepo wa jioni ukiingia dirishani polepole. Lakini ndani ya gari, akili yangu ilikuwa imejaa mawazo. Mkono wangu ulikuwa bado umeshikilia simu. Ule ujumbe mfupi nilioupokea ulikuwa bado unaonekana kwenye screen. Ujumbe ulikuwa unasema, usimwamini sana huyo mtu. Nilisoma ule ujumbe mara ya pili, halafu mara ya tatu, lakini namba iliyotuma haikuwa imehifadhiwa kwenye simu yangu. Nilijaribu kuangalia kama kuna picha ya profile au kitu chochote kinachoweza kunipa dalili ya ni nani aliyeutuma, lakini hakukuwa na chochote. Nilihisi tumbo langu likianza kukaza kidogo. Polepole nikainua macho yangu na kumtazama CEO Twaribu aliyekuwa amekaa mbele ya gari. Alikuwa ametulia kabisa, kana kwamba hakuna kitu kinachoendelea, lakini kwa namna fulani nilihisi kama kuna jambo kubwa ambalo bado sifahamu. Nilishusha simu polepole na kuiweka mfukoni. Baada ya dakika chache, CEO Twaribu aligeuka kidogo na kuniangalia. Vipi Paula, umechoka? Nilijaribu kujituliza kabla ya kujibu. Hapana, nipo sawa. Alitabasamu kidogo. Lazima uwe umechoka. Leo tumetembea sana. Nilitikisa kichwa kidogo, lakini ukweli ni kwamba akili yangu haikuwa pale kabisa. Nilikuwa nawaza ule ujumbe. Ni nani angeweza kunitumia ujumbe kama ule? Na kwa nini? Gari lilipofika karibu na geti la shule, lilisimama taratibu. Gilbert alishuka kwanza kufungua mlango. Nilishuka nje ya gari, huku nikishika begi langu la shule. CEO Twaribu naye alishuka. Alisimama mbele yangu kwa sekunde chache, kana kwamba kuna jambo alitaka kusema. Kisha akaniangalia kwa makini. Paula, ndiyo, kama kuna kitu chochote kinakusumbua, usisite kuniambia. Maneno yake yalinifanya nishtuke kidogo. Kwa sekunde chache nilijiuliza, je, inawezekana alijua kuhusu ule ujumbe? Lakini nikajilazimisha kutabasamu. Hakuna kitu. Nipo sawa. Alinitazama kwa sekunde chache zaidi. Kisha akatikisa kichwa polepole. Sawa. Halafu akageuka kumwambia Gilbert, twende. Gari lao liliondoka taratibu, likiniacha pale getini. Nilisimama pale kwa sekunde chache, nikilitazama gari lile likipotea barabarani. Lakini kadri lilivyokuwa linaenda mbali, ndivyo mawazo yangu yalivyozidi kuwa mazito. Nilipoingia ndani ya shule, marafiki zangu wawili walikuwa tayari wananisubiri karibu na bweni. Waliponiona, walikimbia kunifuata. Paula, ulipotea wapi leo? Nilicheka kidogo kwa aibu. Nilienda kidogo mjini. Mji na nani? Nilisita kidogo kabla ya kujibu. Rafiki wa baba. Waliangaliana wao kwa mshangao. Rafiki wa baba yako? Tajiri yule mwenye gari jeusi? Nilishtuka kidogo kusikia hivyo. Wamemwonaje? Mmoja wao akacheka. Paula, shule nzima imeona gari lake getini. Nilihisi moyo wangu ukipiga kidogo haraka. Hiyo ilimaanisha watu wengi tayari walikuwa wanaanza kuzungumza. Sikutaka mambo yaanze kuenea haraka hivyo. Basi acha tu hilo. Lakini mmoja wao aliniangalia kwa makini zaidi. Paula, uko sawa kweli? Nilijaribu kubadilisha mada. Nipo sawa. Usiku ulipofika na wote tukalala, nilitoa simu yangu tena polepole chini ya blanketi. Nilifungua ule ujumbe wa ajabu. Kwa muda mfupi nilifikiria kuupuuza tu, lakini mwisho nikachukua uamuzi wa kujibu. Niliandika ujumbe mfupi. Wewe ni nani? Nilituma ujumbe ule na kusubiri. Sekunde chache zilipita. Dakika moja, dakika mbili. Hakukuwa na majibu. Nilipokuwa karibu kuzima simu na kulala, simu yangu ilitetemeka ghafla. Ujumbe mwingine ukaingia. Moyo wangu uliruka kidogo nilipousoma. Ujumbe ule ulisema, ninajua ukweli kuhusu kifo cha baba yako. Nilihisi mwili wangu wote ukipata baridi ghafla. Nikakaa kitandani nikitazama skrini ya simu bila kupepesa macho, kwa sababu kama ujumbe ule ulikuwa wa kweli, basi inawezekana kabisa kuwa kuna jambo kubwa lilikuwa limefichwa kuhusu kifo cha baba yangu. Na kama hilo lingekuwa kweli, basi mtu mmoja tu angeweza kuwa anajua ukweli wote. CEO Twaribu.
Lakini swali kubwa lilikuwa hili: je, alikuwa rafiki wa familia yetu kweli, au alikuwa sehemu ya siri kubwa ambayo bado sijagundua? Itaendelea.